there is no group of people that hate themselves like black people. Why do you put on Indian human hair? Can I ask? You know how we get that hair? When nothing goes right in the life of a Hindu person, they go through a ceremony called Tansho, where the priest in the temple incantates all the bad luck they are facing onto the hair. A report found potentially cancer-causing chemicals in synthetic braiding hair that's often marketed to black women. Medical student Crystal Thomas says she had some negative health symptoms after using synthetic hair. So she started doing research and published her findings in an academic journal. And this is what is always happening. Unapata most of the people wako na shida ya nywele, wananyolewa, wanapack that nywele wanatuletea sisi. Who told you tukivaa nywele za watu wengine tutakaa vizuri? Who told you tukivaa nywele za watu wengine tutakaa kama hao? Na mbona tunachukua tabia za watu wengine tuziweke zikuwe tabia yetu? We cannot be them and they cannot be us. Ndio maana huwa nawaambia kila wakati, let's value our crown, let's value our hair. Most of the African people, we don't value our crown. Why are we rejecting our crown? God gave us crown in our head. That's why our hair always inasimama kama miba, means like this is our crown. It's time to wake up and we are awakened, aware and prepared. Sai tunatumianga a lot of money, billions of money spending to buy hair from outside the Africa, from outside the continent, ndio tukae vizuri. For so many years, we have been told that our hair is difficult to maintain. It is difficult to grow. Na hizi vitu zote tumeambiwa ni uongo. Our ancestors long time ago, they used to keep their hair healthy. Walikuwa wanatumia the herbs, walikuwa wanatumia some remedies to make their hair inakuwa healthy, to make their hair inakuwa beautiful. That's why tulikuwa na wakati tulikuwa na afro hair, but right now few people wako na afro hair. There's so many culture tumetoa kwa sisi ambayo inafanya tunaumia sana kama watu wa Afrika. Na hii kitu if hatuwezi angalia, kuna wakati hatutakuwa na nywele za Afrika hapa Afrika, na sisi ni Afrika. Our ancestors long time ago, they use natural oils, herbs and breeding techniques that protect our crown, but that protect our hair. Ilikuwa ina protect nywele zetu. But today we are told to shave. Inakuanga uchungu sana, unaenda shule unapata wanafunzi wote wamenyolewa ni kiparangoto, wana nywele, sababu wanaambiwa nywele zenyu zinakaa vibaya, nywele zenyu hazipendezi. Unapata paka watu wanaanza kuchapa hawa watoto. Unapata unapewa punishment sababu ya kuacha nywele yako, sababu umekataa kunyoa nywele yako. Hiyo ndio kitu tumewekewa kwa akili. Ndio maana wasichana sai wanachukia nywele yake, because that is what they have wakituwekea kwa akili yetu long time ago. Ulikuwa unapata during the slave time. The slave time walikuwa kishika mtu wanahakikisha huyo jamaa amenyolewa nywele. The reason why walikuwa wananyoa huyo jamaa nywele is to detach that person from their culture, from their roots. And they know that our hair is power. Our hair iko na a lot of things that make us to be unique. Na wamejaribu ku discourage tusikuwe tunaweka nywele yetu. Mpaka sahi most of the young people, they cannot keep their hair well because they don't teach us how to keep our hair well. They don't teach us how to comb, how to put some remedy to make our hair shiny, to make our hair strong, to make our hair to grow well. And these things, if we cannot take serious, if we cannot sit down as people, if we cannot sit down as people who want to go far, we cannot do anything. These people wametengeneza a system that they are making a lot of billions of money for us to import their product. Wanna make a billions of money, and this is what is always happening. Unapata most of the people wako na shida ya nywele, wananyolewa
wana pack that nywele wanatuletea sisi. Na unajua maybe mtu ako na shida ya ukoo, unapata mtu ako na shida ya ugonjwa, unatuletea hiyo kitu. Hiyo shida bado inakuja na nuks kwetu. Ndio maana sisi tuko na mashida mingi. Unapata kuna watu wako na maugonjwa kwa kichwa, unapata mtu ako na ugonjwa mingi. Sababu ya nini? We inherit the curses from their hair, their curses from their people. Ujui huyo mtu alifanyiwa ni hata maybe alinyongo ndo akanyolewe nywele wakatuletea sisi. And then you are walking with the curse kwa kichwa yako. Unapata vitu mingi huwezi barikiwa, ndo mashida zinakuwa mingi, magonjwa zinakuwa mingi. These people, they are making some chemical product that is affecting us. Unapata hizi chemical ukiweka kwa kichwa inawasha. Statistic inasema they have some element that are carcinogenic, that promote cancer cell, that promote infertility. Sasa unapata siku hizo wasichana wengi wanashindwa kuzaa. Unashanga shida ni nini? Sababu wanatumia hizi product, the chemical product, the things that inafanya wanakuwa na exposed to so many disease. If we cannot go back to our culture way, our root, our spiritual way, how we used to do our things, vile tulikuwa tunafanya vitu zetu, vile tulikuwa tuna appreciate our ways, vile tulikuwa tuna appreciate our nature, tulikuwa tuna appreciate how we are doing our things, tutaendelea kuumia na tutaendelea kuwa na mashida ambayo hatuwezi tatua, tutaendelea kuwa na mambo ambayo hatuwezi tatua. Usiwahi kubali mtu anakupin down na feel vibaya. These people wenye anakupin down na feel vibaya, unakuwa umemshinda. Ndio maana anajaribu kukumaliza, kukuambia uwezi, because anajua ukifanya utafanya kumshinda. And right now we are realize our power, we are realize our crown. What is the action can we do? The action that we can do is to educate ourselves, to educate our watoto wanaenda shule, to encourage wakuwa naeka nywele, to encourage unaweza maintain aje nywele, to appreciate vile nywele yao inamea, to appreciate vile wanakuwa. The moment we embrace ourselves, hiyo ndio wakati Afrika tutakuwa tuko mbele. Hiyo ndio wakati Afrika tutaendelea kukua. Hiyo ndio wakati Afrika tutaendelea kukua united, and we are awakened, aware and prepared.